watu wa Lakeside wameanza kutangaza, sababu wanaona ni kama sisi watu wa Mount Kenya East ni kama tumeanza kulegea. Wale watu wa Azimio ama watu wa ODM wameanza kusema ya kwamba kile kiti ambacho wanataka ni kiti cha namba 2 katika serikali. Hao watu tunataka kuambia hivi, kiti cha namba 2 katika serikali, hicho kiti kina mwenyewe, na ile contract ambayo iko hapo ni contract ya miaka 10. Kwa hivyo hicho kiti akinja kuwa vacant. Wakati ambapo kilikuwa vacant ni wakati ambapo tulifukuza yule jamaa wa kutoka ile pande nyingine, yule jamaa wa shares. Wakati huu sisi tuko na serikali ambayo iko na namba 1 wake na ambayo iko na namba 2 yake. Sisi inaonekana kulingana na ile pronouncement tunaona itakuwa mashindano ya Meru na Wajaluo. Hello, kwa kiti ya deputy president. Sasa tuko naye. Lakini hatutaki ifike wakati president atuambie ninyi wa Meru tulikuwa ninasikia one time huko, alafu Wajaluo wote walisema 2 term. Nyumba ya baba iko na viti mingi sana. Wacha wachukue viti vingine yote, lakini ya deputy president, it is not vacant. It will not be vacated. It is a no-go zone. Should the ODM really insist they have to stay in broad-based government, they don't want that seat, we are willing to make one very, very simple compromise. Because the president is UDA, we can lend them Kindiki to be in ODM, and he can still remain as the deputy president of Kenya. That is the only compromise we can make. Because it is one government of broad-based government. We can give them Kindiki to be on that side, but wakiwa deputy president. If that is the problem, if they say they must have a deputy president who's ODM, we are ready to give them Kindiki because it's a broad-based government. Lakini kusema kwamba watupatie deputy president mwingine na Kindiki aondoke, hiyo ni ndoto. Hiyo ni kazi ya kutoa na kutoa, because it's a minus plus, it can never be a plus. Tuko na deputy president hapa ni Kindiki. Sawa? Na deputy president yamekalia kiti, na watu ya ODM wameanza kumezea mate ile kiti. Sisi tuko ndani ya serikali, na vile Biblia inasema lazima uwe moto ama baridi. Kwa hivyo sisi tuko kwa serikali, tukichomekea hapo we don't mind. Sawa? Na wale wako opposition waendelee pande yao. Niwaambie jameni, mchunge jamii ya Central Kenya, mchunge sana. Mnaweza fanya mchezo hii mwaka 2 tujipate nje. Alafu kwa bahati mbaya tufanye mchezo miaka ingine 5 tuko nje. Sisi tunataka kupiga kura, na tupige kura na tuhudumiwe kwa sababu ya kura zetu. Lazima watu wa ODM wajue kiti ya deputy president is not vacant. Kuna mtu anakalia, na hakukalia ovyo ovyo. Ni kura tulipatia President William Ruto over 80% ya upande hii yetu ya Meru. Wapewe viti vingine kwa sababu nyumba ya baba iko na viti mingi sana. Wacha wachukue viti vingine yote, lakini ya deputy president, it is not vacant. It will not be vacated. It is a no-go zone. Na tumesema hiyo tumeshikilia, na tutaiprotect kwa hali na Sisi inaonekana kulingana na ile pronouncement tunaona itakuwa mashindano ya Meru na Wajaluo. Hello, kwa kiti ya deputy president. Sasa tuko naye. Lakini hatutaki ifike wakati president atuambie ninyi wa Meru tulikuwa ninasikia one time huko, alafu Wajaluo wote walisema 2 term. Kwa hivyo kiti inaenda pande ile. Ameru mkenda mandu ya karika. Mutangojea hiyo maneno ifanyike. Ni wangapi kutoka leo wataenda waambie watu wetu sisi ndio tuko naye na lazima tulinde? Ni wangapi? Wangapi wako tayari kulinda hiyo kiti? Kulinda ile kiti ni kuwa na kura nyingi. Hiyo ndio jambo ya kwanza. Pesa abiliwa udaganywe, uachilie chenye uko nayo. So mimi kama mjumbe wenu nasema hii ambao tuko nayo, hii ambao tumeona,
hii ambao serikali imetupatia namba 2 Profesa Kithure Kindiki, afadhali hii, na tunajua imefanya kazi mpaka wapi. Hii ni serikali ambayo imetengeneza barabara mpaka shortcut wako na unajua tulianzia pale tukiwa na mashida mingi. We are very perturbed and concerned by the demands of ODM that the basic irreducible minimum that they want from the broad-based government is a seat of the deputy president. Na sisi watu wa pande hii we are saying that is a seat that is not negotiable. Kabisa, it is not. As far as we are in broad-based government, as one government of broad-based government, the seat of the deputy president is not negotiable. It has to remain with Professor Kithure Kindiki. However, should the ODM really insist they have to stay in broad-based government, they don't want that seat, we are willing to make one very, very simple compromise. Because the president is UDA, we can lend them Kithure Kindiki to be in ODM, and he can still remain as the deputy president of Kenya. That is the only compromise we can make. Because it is one government of broad-based government. We can give them Kithure Kindiki to be on that side, but wakiwa deputy president. If that is the problem, if they say they must have a deputy president who's ODM, we are ready to give them Kithure Kindiki because it's a broad-based government. Lakini kusema kwamba watupatie deputy president mwingine na Kindiki aondoke, hiyo ni ndoto. Hiyo ni kazi ya kutoa na kutoa, because it's a minus plus, it can never be a plus. Because mimi nikiangalia wale watu wana support Kithure Kindiki kutoka pande hii, alafu utoshanisha na wale ile ODM imebaki, kwa sababu kuna ile imebaki ikisema kwamba wao wanataka kuwa broad based, hata nikipiga hesabu tunaweza kuwa wengi kuliko wao. And I'm very serious about this. So wasitoe ile iko wakitaka kurembesha kwao, alafu tuanguka zote. Na hiyo mengi. Sasa yale tutaambia hawa watu wengine, serikali kwa sababu Ruto alisema ni ya muungano. Sisi tunataka kila mtu awe ndani ya serikali. Hakuna mtu tunabagua ndani ya Kenya. Lakini kusema kweli, hata nikikuita kwa nyumba yangu, wewe unaniambia niamuke ile kiti ninakalia, wewe ukalia ama unakalia ile ninakupatia. Kwa hivyo ile mpenga ite nekera kalelete. Na nde lazima watu wa ODM wajue kiti ya deputy president is not vacant. Kuna mtu anakalia. Na hakukalia ovyo ovyo, ni kura tulipatia President William Ruto over 80% ya upande hii yetu ya Meru. Naye akatuangalia na macho mazuri, akakumbuka ile kazi tulimpatia na ile kura tulimpatia, akatupatia kiti ya makamu wa. Hiyo ni mbaya ama ni mzuri? Tutachunga kiti ama tutachunga? Viongozi ambao wanatembea huku leo hii wakituambia mambo mabaya kuhusu mheshimiwa Kithure Kindiki, hata wakati ule walisunguka hapa Meru wakituambia nyinyi mtandanganywa na mheshimiwa William Ruto. Sisi tunajua mheshimiwa William Ruto hakuna mahali ambapo amewahi tundanganya, na hata wakati huu hakuna wakati ambapo atatudanganya. Watu wa Lakeside wameanza kutangaza, sababu wanaona ni kama sisi watu wa Mount Kenya East ni kama tumeanza kulegea. Na ndio maana umesikia wakianza kusema ya kwamba kile kiti ambacho wanataka ni kiti cha namba 2 katika serikali. Hao watu tunataka kuwaambia hivi, kiti cha namba 2 katika serikali, hicho kiti kina mwenyewe, na ile contract ambayo iko hapo ni contract ya miaka 10. Kwa hivyo hicho kiti akinja kuwa vacant. Wakati ambapo kilikuwa vacant ni wakati ambapo tulifukuza yule jamaa wa kutoka ile pande nyingine, yule jamaa wa shares. Wakati huu sisi tuko na serikali ambayo iko na namba 1 wake na ambayo iko na namba 2 yake. Kama kuna vitu zingine zitatafutwa na wale ni kutoka hiyo pande nyingine ama kutoka hizo viti zingine, lakini kiti cha namba 2 kiko na mmoja wetu na hicho kiti hakiko vacant. Na ndio maana sisi tunataka kusema hivi, wale watu wa Azimio ama watu wa ODM, tafadhali nyinyi tunawaona vile ambavyo mnakuja,
Kama mnataka hapo tuachanie hapo ni sawa, lakini nyinyi tunawaona vile ambavyo mnatembea, vile ambavyo mnataka na kile ambacho mnataka kiwafanye mtembee. Hichi kiti cha namba 2 tuliweza kukipata, na hii serikali wakati ambapo tuliiunda nyinyi hamkuwa. Wakati huo tumewakubali katika serikali. Na kama tumewakubali katika serikali, msitusukume nje. Sababu nyinyi ni watu ambao tunawajua wakati ambapo mnataka kufanya mambo ama wakati ambapo mnataka kuruka jambo, mnatafuta kisingizio. Jambo ambalo mnataka mimi kulizungumzia mseme hili ndilo limewafukuza. Serikali iko imara, serikali iko na rais na serikali iko na naibu wake. Kama kuna kitu kingine ambacho mnakitaka katika hii serikali, mkiseme hicho tutawapatia. Lakini kiti cha namba 2 katika hii serikali hicho ampati. Hapo hakuna mazungumzo ambayo yatazungumziwa mambo ya kiti cha namba 2 katika taifa hili. Sababu Mheshimiwa Rais alitukumbuka sisi wa Meru. Kuna serikali nyingi sana ambazo zimepita, lakini Meru hatunjawahi kumbukwa katika serikali yoyote. Wakati huu tuko na deputy president ambaye ni Kindiki. Sawa? Na deputy president amekalia kiti. Na watu ya ODM wameanza kumezea mate ile kiti. Sisi tuko ndani ya serikali. Na vile Biblia inasema lazima uwe moto ama baridi. Kwa hivyo sisi tuko kwa serikali, tukichomekea hapo we don't mind. Sawa? Na wale wako opposition waendelee pande yao. Lakini tunawaomba mtusikize. Wacha tuone nafasi yetu kwa kila mlengo. Sawa? Msifungulie mlengo mnaenda kuambiwa mtapewa CS na PS huko. Tuko na kila kitu saa hii. Wacha kama tuko na deputy president tujue pande ile wanapata nini. Kama tuko na deputy president watuonyeshe president yao. Sawa? Lakini tusiwekwe kwa mlengo ambaye hatujui mahali tuko, na already tumeachilia nafasi iko kwa mfuko, nafasi ambayo tuko nao ya deputy president Kindiki. Niwaambie jameni, mchunge jamii ya Central Kenya, mchunge sana. Mnaweza fanya mchezo hii mwaka 2 tujipate nje. Alafu kwa bahati mbaya tufanye mchezo miaka ingine 5 tuko nje. Sisi tunataka kupiga kura na tupige kura na tuhudumiwe kwa sababu ya kura zetu. Watu wananiuliza mbona wewe unasema mambo ya Ukikuyu? Kwani mimi ni kabila gani? Mimi ni waziri wa serikali ya Kenya, lakini ni Mkikuyu. Nimezaliwa hapa Ruiru. Ruto anafanya kazi. Nataka nione. Kwa hivyo maneno ambayo inaendelea Kenya, na mimi nakubaliana na Mheshimiwa Daniel Toroitich Arap Moi, roho yake ilazwe mahali pema peponi. Alisema siasa mbaya. Siasa mbaya. Hii mambo ya kutugawa kikabila tuachane naye. Hakuna siku unaweza toa damu useme hii ni damu ya Mkikuyu na hii ni damu ya Mjaluo. Damu yote iko sawa sawa. Nikuwa kana tiku. Wangapi wanapenda Mheshimiwa William Ruto aende tamu nyingine? Nyinyi muendelee na kusema. Mkiona kitu inafanyika haiko sawa, sema. Lakini kuambiwa usiku na mchana mtukanane, hiyo kitu tuwachane nayo. Hata hii ya kupiga watu makanisani, kama ni wabunge waambiwe hiyo kazi iishe. Tuwache kupiga watu makanisani. Tuheshimu nyumba ya Mungu. Tuheshimu